kazi na utu. Asanteni sana kwa majina na tunazo bila sikafuku. Wale wasiofahamu nilikuwa ndani tayari wasimamizi wa rasilimali watu wa halmashauri ya wilaya Chato au kwa kifupi DHL. Niseme tu mimi yangu sio mengi sana, lakini niseme kikao hiki ni muhimu sana kama kikao kazi ambacho kinafanya mweze kujua yale majukumu yenu, utendaji kazi wenu, lakini na mambo ya msingi ya kuzingatia na kupeana mrejesho pia wa yale yanayopaswa kufanyika. Haya yote ni ya muhimu sana sisi kwetu kama watumishi wa umma. Mimi jambo langu kwenu ni moja tu, kwamba utumishi wa umma ili malengo husika yafikiwe na shughuli za serikali zifanyike inavyopaswa kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu na miongozo, inatupasa tuzingatie maadili ya utendaji katika utumishi wa umma. Ni kipengele ambacho nitakiongelea kwa ufupi tu, maadili ya utendaji katika utumishi wa umma, ambapo nitaongelea vipengele kama sehemu kama 8 hivi kwa ufupi. Nikianza sehemu ya kwanza kabisa katika maadili ya utendaji kwenye utumishi wa umma ni kutoa huduma bora. Tunapokuwepo kule kwenye vituo vyetu vya kazi, yatupasa kutoe huduma bora pasipo upendeleo, lakini kwa namna ambayo inakubalika katika hali ya kutoa huduma za kiutumishi kule kwa umma wa Tanzania waliopo, ambapo tunahudumia, ambapo tumepewa mamlaka na tumetumwa kule kuwakilisha serikali. Kwa serikali tuwakilishe vyema. Lakini cha pili ambacho ndio tunaweza kupanga kuwakilisha serikali ni utii kwa serikali iliyoko madarakani. Sisi watumishi wa umma tunapaswa kuitii serikali iliyoko madarakani, na sisi ndio tunatekeleza sera mbalimbali, lakini miongozo mbalimbali, taratibu, huduma mbalimbali kwa kufikia wananchi, sisi ndio tunatekeleza. Pasipo kufanya hivyo na kuwa watiifu, maana yake hatutaweza kutekeleza wajibu huo. Kwa hiyo tupaswa kuwa watiifu kwa serikali. Na katika hili na maana gani? Sisi watumishi wa umma, zipo sheria, kanuni na taratibu ambazo zinatuongoza kwa watumishi wa umma. Hataadili kuona watumishi wa umma ni tupo tu labda huko tunazoea zako huko kijiweni, tunalalamika tu ovyo kwa njia ambazo sio sahihi. Zipo njia ambazo zinakubalika kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa umma za mawasiliano ambayo yanapaswa kufuatwa. Lakini kipengele cha 3 ni bidii ya kazi. Sisi watumishi wa umma tunapaswa kuwa na bidii ya kazi na kufanya kazi kwa weledi kwa mujibu wa taaluma zetu na maadili husika ya taaluma, lakini kwa kuzingatia mazingira na jamii husika ambamo tunaishi. Pia huko tulipo kuna watu wanaishi, na sisi tuko huko, na tupasa pia tujue namna sahihi ya kutekeleza majukumu yetu, lakini tukiendana na mazingira yetu pia kwa sambamba. Suala lingine ni kutoa huduma bila upendeleo. Kutoa huduma bila upendeleo kwa maana gani? Tunapokuwa kwenye maeneo yetu ya kazi huko katika vituo vyetu vya kazi, yatupasa kutoa huduma kwa kuzingatia haki, usawa, lakini na msingi mbalimbali ya maadili ya kazi bila kupendelea itikadi ya aina yoyote, ile ya kidini, ile ya kisiasa na namna yoyote ile ambayo inaweza kuondoa ule utu kwa mtu au upendeleo. Hiyo hatupaswi kufanya vile. Kipengele cha 5 ni kufanya kazi kwa uadilifu. Kufanya kazi kwa uadilifu kwa maana kwamba inatupaswa kutekeleza majukumu yetu kwa kuzingatia misingi ile ya kazi inavyotupasa, lakini kwa kutekeleza majukumu yetu inavyopaswa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu inavyotakiwa, lakini uadilifu na uaminifu pia katika utumishi wa umma. Kipengele cha 6 ni kuadilika kwa umma. Kuadilika kwa umma hapa ni gani? Maana kwamba wale watu tunaowahudumia, umma wa Tanzania, kila mtu kwa eneo lake, sehemu alipo, maana yake tunaadilika kwao. Kwa lugha rahisi ni kwamba mnafahamu kwamba kiongozi namba 1 hapa nchini kwetu nani? Ndio mnafahamu? Eti nani?
na rais. Sasa yeye ni kiongozi namba moja ambaye anaaminiwa na Watanzania wote, anaaminiwa akawa namba moja pale. Sasa sisi ndio tunatekeleza yale yote kule, kwa hiyo tunafanyaje? Tunawakilisha kule. Kwa hiyo ule umma ambao unakuwa umemkabidhi yale majukumu na ukamwamini, sisi ndio mikono yake ya kule tunaowakilisha. Kwa hiyo tunawakilisha serikali ambayo tunatekeleza majukumu mbalimbali kule tulipo katika falme zetu. Na kipengele kingine namba 7 ni kuheshimu sheria. Inatupasa kuheshimu sheria, kanuni, taratibu na miongozo ili tuweze kwenda sambamba na kufanikisha majukumu ya kiserikali. Kwamba hizi sheria ndizo nyenzo na ndio miongozo, ndio inatuonyesha njia, ndio dira yenyewe inapokuwa, na bila kufuata sheria, kanuni na taratibu, maana yake utaenda kinyume, na kwenda kinyume maana yake umekiuka. Swala la mwisho, kipengele namba 8 ni matumizi sahihi ya taarifa. Taarifa unazozipata ukiwa kazini kwa njia moja au nyingine, unapaswa kuzitumia kwa usahihi. Unapaswa kuzitumia kwa usahihi, lakini pia kuziwasilisha sehemu sahihi kwa muda sahihi ili ziweze kufanyiwa maamuzi. Taarifa ni nyenzo muhimu sana ambayo inatumiwa katika kufanyiwa maamuzi, lakini taarifa zile mnapokuwa umeombwa au kwa njia moja au nyingine zinahitajika kwa ajili ya kufanyiwa lengo husika. Unapochelewesha taarifa au unapotumia taarifa vibaya, maana yake unaenda kinyume na zipo sheria mbalimbali kwa mujibu wa matumizi ya taarifa kwa usahihi. Ndugu zangu, niseme nimeongelea kitu kimoja tu, maadili ya utendaji kazi katika utumishi wa umma, ambapo nimetaja hilo vipengele vinane. Lakini kipekee kabisa nimesambomba mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi, na kupongeza sana kwa kikao kama hiki. Jamani, tupige makofi. Na kupongeza sana sababu hivi vitu vinasisitizwa na ndio utawala bora, na inapokuwa hivi tunapata sehemu ya kujumuika pamoja, lakini na kuweza kila mtu majukumu yake kujua, lakini mrejesho na kuachana na masuala mbalimbali, lakini kupokea maelekezo pia. Kwa kweli ni jambo jema sana na napaswa kuwa hivi, na naamini pia huko muhtasari wa kikao hiki kitakuwepo, na muhtasari kama hii pia huwa inahitajika pia hata kwenye ukaguzi wetu wa masuala ya kiutumishi. Vikao kama hivi ni vya muhimu sana, ambapo pia changamoto mbalimbali tunazijadili na mambo yanaenda sawasawa. Lakini niseme tu na nimalizie kusema kwamba sisi kule tulipo tunaaminiwa na yale tunayotekeleza ni ya msingi sana. Nakumbuka zamani kwa msemo wa kilimo ni uti wa mgongo. Mnadhibu wa bebe. Si bado msemo wa kilimo ni uti wa mgongo. Sisi bado. Yaani kilimo, mifugo, uvuvi. Yaani mambo mnayoendelea tunaposema ni swala ambalo yaani ni maisha ya watu moja kwa moja. Ukiongelea chakula, upatikanaji wa chakula kule, hali ya chakula ikoje, usalama wa chakula, mambo yakoje, lakini vitu mbalimbali tunavyoona, mambo ya ufugaji ni vitu vya msingi sana, mambo ya maisha ya watu, mambo ni naaminiwa kama wataalamu wa kwenda kule kuiwakilisha serikali. Lakini nimalizia kusema kwamba serikali za mitaa lengo lake ni kupeleka huduma kwa wananchi na madaraka, ambayo ili tuyafanikishe yale ndio yanasema ni ya muhimu sana. Serikali za mitaa tupo composition mbili, tupo wataalamu, lakini wapo na wanasiasa ambao tunafanya nao na hatuna budi kufanya nao, na tupaswa pia kuwa na ushirikiano mwema na watu hao, kwa sababu wao wanawakilisha wananchi ambao wamewachagua kule, ambao hao wananchi hao wameweka serikali madarakani, na serikali sisi tumetuamini kutekeleza majukumu kwa kutupa pia stahiki mbalimbali zetu, tunalipa mshahara, si ndio jamani? Kwa hiyo tupaswa kutekeleza majukumu yetu ipasavyo. Baada ya kusema hayo, mimi niwakaribisha sana, niseme kiutumishi tunakuwa na stahiki mbalimbali,
serikali tunashukuru imeweza kutoa promotion, watu wanafanya categorization, lakini tunaona ajira hata muda mfupi umetokea kwenye usaili hapo. Kwa hiyo tuseme tu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunashukuru kwa namna ambavyo inatimiza wajibu wake katika kutoa stahiki mbalimbali za watumishi, ambapo kwa kweli hili linapaswa kuwa chachu na kutia morali kwa sisi watumishi kutekeleza majukumu yetu ipasavyo.